Shalom, shalom wapendwa katika Kristo. Ni matumaini yangu kwamba nyote mnaendelea salama. Kwa siku ya leo nilitaka tujifunze kuhusiana na vitu ambavyo unavyovihitaji ili uweze kufanya nini, kupigana vita vya kiroho. Sasa tukija kuangalia kwenye Waefeso, ndipo kitabu ambacho tutasimamia na tutakwenda kuangalia mambo ambayo tunahitaji ili tuweze kupigana vita vya kiroho. Ila kabla tujaingia katika kusoma, kitu cha kwanza ambacho utajua wewe kama vile mwanadamu, asili yako si mwili, asili yako ni rohoni. Hata ukija kuangalia kwenye Waefeso sura yake ya 6 mstari wake wa 12, ukija ukasoma kwa mwisho yanakuambia kwamba vita ambavyo tunapigana ni kwenye ulimwengu wa roho. Unaona? Sasa kama vile unapigana vita kwenye ulimwengu wa roho, upigani vita kimwili, unapigana hivyo vita nini? Rohoni. Na sasa kama unapigana vita rohoni, kitu ambacho unakijua, lazima uzame katika roho ili uweze kufanya ni kupigana hivyo vita. Lazima kabisa ukue we mtu wa ndani kabisa, akili yako na mawazo yako yote iko be connected na mbingu, umefungua moyo huko kabisa, unajiona kwamba umefikia kile kiwango kabisa, we mwenyewe tu unajua kwamba hapa niisha kuwa connected na mbingu. Hapo ndo unaweza sasa ukaingia na kuanza kufanya ni kupigana nini vile vita vya kiroho. Ila ukitaka kupigana vita vya kiroho, lazima kwanza uingie katika toba. Na kitu cha pili ambacho unahitaji pia, lazima uombe kwanza Roho Mungu akuje akujaze nguvu. Unaona? Kwa sababu ukisha kuwa na zile nguvu za Roho Mtakatifu, utakapokwenda kupigana, ambaye atakuwa akisimama kikupigania ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu ukija kusoma kwenye Yohana inatuambia ya kwamba kwenye Warumi inatuambia kwamba Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatusaidia kutuombea. Maana kuna kucha kuona kati ambapo mwanadamu anapokuwa naomba, ni kwamba kitu ambacho waga kinaonekana ni kwamba ukija kuangalia ni Roho Mtakatifu ndio waga anakuwa anafanya nini, anampigania nini mwanadamu vile vita, anakuwa anamsimamia katika kumpigania nini vile vita, kwa sababu tena aonekani ule mwanadamu, bali ni yule Mungu aliye ndani ya yule mwanadamu. Sasa lazima ukitaka kupigana vita vya kiroho, lazima kwanza kuna kanuni yake. Lazima uanze na utakaso, baadaye uombe ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu, ndo sasa utakwenda kuingia kufanya nini, kupigana hivyo vita. Sasa tutakwenda kusoma kwenye Waefeso sura 6 mstari wake wa 14 ili tuweze kuangalia vitu ambavyo unavihitaji uweze kupigana vita vya kiroho. Inasema, basi simameni ali mejifunga kweli viunoni na kuvaa diria haki kifuani. Kwa hiyo ukitaka kupigana vita vya kiroho, lazima kwanza uwe ni mtu ambaye ni mkweli, usiwe ni mtu ambaye ndani mwako umejawa na uongo. Lazima uwe mtu ambaye kabisa hata mtu akija kikuangalia hata kwenye ulimwengu wa roho, tukiangalia, manake tunakuja kuona kwamba wewe ni mkweli ndani mwako, hamna hila au danganyi. Na kitu cha pili, lazima uwe mtu ambaye unavaa diri ambayo ni haki kifuani. Lazima uwe mtu ambaye unatenda haki, usiwe mtu ambaye unapotosha haki, bali uwe unasimamia katika haki. Unapokuwa umekosa haki, unapokuwa umekosa kuwa mkweli, hivyo vitu vitakuzuia wewe, kwa sababu utakwenda kupigana hivyo vita, lakini utajikutanisha umekuja umepigwa, kwa sababu wewe ndani mwako hamna kweli, ndani mwako mmejaa uongo, na ndani mwako pia mmejaa naweza nikasema kupindusha haki. Kwa sababu hivi vitu vikijaa ndani mwako, ni kwamba hiyo ndio asili ya Ibilisi. Tunakuja kuambiwa baba wa uongo ni Shetani. Sasa wewe ukisha kuwa na ya mahali ndani mwako, afuseme tuendo pigane vita, yeye mwenyewe ataona ya kwamba hivi atapita na cheka na kudharau, kwa sababu anajua kwamba wewe uishi maisha ya haki, wewe mwenyewe ni muongo, na wewe mwenyewe ausemi ukweli. Sasa utaendaje tena kumpiga na kati mwenyewe anajua wewe unamfanania? Kwa hiyo huko utakuja tena unapigwa tena, baadaye anaendelea kufanya nini, kukufunga katika nini hiyo dhambi. Sasa utakuwa ni mtu ambaye unataka upige vita, lakini ukiaje kutanisha, ukitaka kwenda kupigana hivyo vita tena, wewe tena ndo unakuja unafanya nini, unapigwa. Kwa hiyo ukitaka kupigana vita vya kiroho, hakikisha ndani mwako uwe ni mtu ambaye unasema ukweli, uongo usionekane ndani mwako, kwa sababu unaweza ukazuia maombi yako. Na lazima pia uwe ni mtu ambaye unasimamia katika haki, wala kamwe usipindushe haki. Unaona? na kufungiwa
miguu utayari tupatao kwa Injili. Na lazima pia ndani mwako uwe na utayari wa kufanya kazi ya Bwana. Lazima muwe ule utayari kabisa wa kuifanya ile kazi ya Bwana, kwa sababu unapokuwa pia unakosa utayari, pia ni kigezo ambacho adui anaweza akakupiga, kwa sababu ndani mwako hauna utayari, hauna ile juhudi katika kufanya katika kuifanya ile kazi ya Bwana, bali wewe unakuja kutanisha most of the time utayari wako uko tena katika Bwana. Adui amekusha kuiba, unakuwa tayari katika dhambi, vita kuzuia kupata kwenda kufanya kupigana vita vya kiroho. Na pia zaidi ya yote mkitwa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Kwa hiyo ukitaka kabisa pia inatuambia lazima pia tuwe ni watu ambao tuna imani, kwa sababu kitu ambacho adui anakifanya, adui uwaga anakuwaka analeta mashambulizi pia, kwa sababu anapokuwa akiona ya kwamba eti akitaka kupiga, kitu cha kwanza uwaga anakuja kutikisa imani yako, anakuja kutikisa, anapanda roho ya hofu. Kuna vitu ambavyo anavituma kukupiga, anakupandia roho ya hofu. Yamkini kuna shida ambayo unapitia, unaona kwamba eti mbona Mungu amekawia kunijibu, mbona Mungu amekawia kunitendea, mbona mimi sioni chochote kile nilitarajia nitaona matokeo, lakini mbona sioni matokeo. Umepigwa na magonjwa, yamkini unakuja kutanisha kuna kipindi ya kwamba yamkini umefiwa na watoto, yamkini kuna vitu viendeki vizuri kwenye maisha yako. Unaanza kuona jiuliza, hivi nifanye nini? Maana kama majaribu anakuja kuwa ni mengi. Tulikuja kuona hata Ayubu alipopitia majaribu, Ibilisi kitu ambacho alitaka Ayubu akate tamaa, in the end of the day aje akamkosea Mungu. Na hivyo uwaga shetani anatengeneza mazingira ili apate kwenda kufanya kuharibu imani yako. Jua kipata kuharibu imani yako, itakuwa ni virahisi kwake kupata kwenda kuja na kukupiga na kila mara woga na mashaka, na utakuwa tena na nguvu na ndogi ambavyo atakupiga. Lakini hapa tunaambiwa lazima tuwe ni watu ambao tunasimamia imani. Hata adui akileta vitisho vya namna gani, sisi tukapate kwenda kufanya kukua na ile msimamo, na tukiwa na ile imani ambayo pia katika hiyo imani akileta vitisho, anakuja kuona kuna kitu ambacho kinatokea, tunakuwa tunazima ile mishali yake, kwa kuona hata katika mambo yote ya kwamba tuko na Bwana tutavuka, tusimkatie Mungu wetu tamaa. Ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Na pia lazima uwe ni mtu ambaye ndani mwako unajaa neno. Lazima uwe na chapeo ya wokovu, na pia ndani mwako uwe na neno la Mungu, kwa sababu kupitia neno la Mungu ndio utaweza kufanya kupiga ila za Ibilisi. Kama ndani mwako una neno, itakuwa ni vigumu sana kujua namna gani ya kupigana na adui, kwa sababu unajua kupigana na adui kupitia kusoma neno. Na ndio nakuja kuona Bwana afungua maarifa yako na endelea kukufungua ufahamu na kujua namna gani ya kupigana vita vya kiroho. Lakini ndani mwako unapokosa neno, adui atakupiga, na kuna kipindi adui atakudanganya, lakini hautaweza kujua kama hapa ni adui, lakini kumbe ni adui tayari amekwisha kutumia ila. Unakuja kuona kwamba Ibilisi ni mtu ambaye anatumia ila, na sisi tunaambiwa tusipinge zile ila za shetani. Unaona, ndio gisi maandiko yanatuambia lazima tuzipinge zile ila za shetani. Maana yake wakati ambapo anapoleta chochote lazima tupigane, tupate kwenda kufanya kuvipinga. Sasa tutapingaje hizo zake ila? Ni pale ambapo ndani mwetu tumejaa neno, ndipo tutakapokujua pana hizi ni ila za adui. Lazima hapa tuanze kuzipinga, kwa sababu kuna mapando pia ambayo adui anaweza kayapanda. Tusipokuwa makini tunaweza tukaona kwamba tini watu, lakini kumbe sio wale watu, ni mapando tu ya adui ili apate kwenda kutangusha katika dhambi. Wanakuja kutanisha from nowhere, mtu anafika na kukutukana, kumbe kenye kinatafutiwa pale wewe ukamjibeni ni yule mtu ili uanguke katika dhambi. Kwa sababu unapoanguka katika dhambi ni virahisi adui kukupiga. Kwa hiyo njia yake yote atatumia hata watu wa karibu, anaweza kutumia mtu tu aje tu kufanye tu utende dhambi, aje tu kutengenezea tu hali usirike. Unaona, ndani mwako tu muonekane tu mna dhambi. Mkisha kuwa na dhambi ni virahisi kwake kuja kukupiga. Unaona, kuna watu wengine yamkini tu unaweza kushangaa tu, yamkini from nowhere unashangaa mzazi maana tu inatokea tu kama vile ghafla unashangaa tu mzazi anakugeukia
anakugeukia, anapokugeukia anaanza kuwa anakujibu vibaya na kusema vibaya bila sababu. Sasa we kama vile mtu wa Mungu lazima uelewe hapa kile kinatafutiwa ni mimi tu nikafanya nini, nikakasirike nikamjibu mama vibaya, baadaye nije nikaanguke katika dhambi. Na unapokuwa unatenda dhambi ni adui rahisi, iko rahisi sana kwa adui kuja kukupiga. Unaona? Kwa sababu anakuja kuona nini, wewe ni mtu ambaye unatenda dhambi. Lakini unapokuwa umesimama katika haki, hata hivyo vitu vikija, wewe bado unaonekana tu kuna ile hali kutulia, unanyenyekea, unajishusha, unakuja kuona kwamba tu ndio unatengeneza na wale watu, unakuja kuona na kuwa na amani nao mpaka mwenyewe atapita naona hapa nimemkosa, chunga acha nimtafute na huku kwingine. Huku kwingine nako kikuja kukutafuta na kwa kikukosa, hapo umekuwa kabisa uko sawa. Lakini ambapo atakupata atataka afanye nini, auchafue nini moyo wako, na anajua kwamba ukitaka kwenda mbele za Mungu, hauwezi kwenda mbele za Mungu ukiwa ni mwenye dhambi. Lazima ukitaka kwenda mbele za Mungu, kama nilivyosema hapo mwanzo, lazima upitie katika kujitakasa. Ukishajitakasa ndipo utakapo kwenda kufanya ni kuomba zile nguvu za Mungu. Zile nguvu za Mungu zitakapokuja ndani mwako na ukajawa kweli na nguvu za Bwana, hapo ndipo na ukiwa ndani mwako unayo hayo yote ambayo yalitajwa hapa kwenye Efeso, vyote vigezo ndani mwako na zaidi njoo ni vingi. Ukiwa navyo utakuja jikutanisha pia ni mtu ambaye utakwenda kupigana vita vya kiroho, na utakuwa kweli unaona matokeo mazuri na unakuja na ushindi. Kwa sababu gani? Unaishi maisha ya haki na unaishi maisha matakatifu, na ndani mwako hamna ila yoyote ile, hamna dosari yoyote ile. Unakuja kutanisha maombi yako yanakuwa tu yanafanya nini, yanajibiwa na anakuwa na kibali. Na pia ukitaka kupigana vita vya kiroho lazima pia uwe na maarifa, kwa sababu unaweza kuwa kabisa unataka kupigana vita, lakini kwa kukosa maarifa ukakuja jikutanisha vita vya kiroho, unakuja unafanya nini, unapigwa. Sasa maarifa ndo yanakuja katika wewe kutaka pia kuishi maisha ya haki na maisha ya utakaso, kwa sababu kinachokuwa kinazima moto wa Mungu ndani ya mwanadamu ni dhambi. Na sasa unapokuwa kwa mtu wa haki, unapokuwa kufanya ukitenda tu dhambi, unakimbilia kwa toba. Unapoanguka tu katika dhambi, lazima unakimbilia mbele za Bwana kujitakasa. Utakuja kutanisha kwamba kila mahali ambapo atataka kutafuta atakosa nini, ule mlango, kwa sababu malango yako yote unakuja kutanisha umekuwa nini, umeyafunga. Na atokeenda mbele za Bwana kuomba, maombi yako yanakuwa na kibali. Sasa uzuka na tu kupigana tu vita, juto ni kupigana, utakuwa huko umepigwa. Na kuna wengine waga wanakuwa kana fikia tu mpaka kuacha nini, wokovu, kwa sababu walitaka ndo pigane vita, lakini wenyewe ndani wao Mungu akiangalia mmejaa dhambi na ila. Sasa lazima kwanza mpite katika hali ya matengenezo ili mpate kukutana na Bwana. Ukiona ya kwamba we bado una hasira, we bado una vinyongo na vikwazo, una chuki, una fitina, wewe bado unagombana na watu ndani mwako tu, mna mahali tu yote tu ile tu mahali yote tu mabaya kusema watu ndani ya mioyo, manake tu kwa nasira na watu tu ya gafula, ujua kwamba nini, wewe tayari ni mtu ambaye adui amekuwa amekushikilia. Sasa lazima uke katika rehema za Bwana, haya yote mahali yakapate kukondoka, ili wakati ambapo utakwenda mbele za Bwana Mungu maombi yako kapate kuyasikia, kwa sababu kinachozuia maombi yako ni dhambi ambazo ziko nini, ziko ndani mwako. Na kuja kutanisha wewe unashinda katika mateto, masengenyo, unashinda katika matukano, unashinda katika hali yote tu ya uovu ile tu, like unaeka kwenye mitandao tu muda mrefu ukiangalia tu vitu ambavyo havina maana, vitu vichafu. Unaeka kwenye mtandao kabisa ukitazama picha chafu, wewe ukisikia nyimbo za kidunia. Usitegemea kwamba eti hapo utaweza kufanya ni kuvipiga vita vya kiroho, ama usitegemea kwamba hapo utaweza kukutana na Mungu. Hakika kutakuwa tu na nini, na kizuizi. Lazima kwanza ujitakasi, uwe ni safi ndani mwako, msionekane ile yote ile. Ukiishi maisha ya toba, maisha kukimbilia kwa damu ya Yesu, ukijitakasa asubuhi na mchana, hapo hivyo utakuwa unafanya nini, unaona matokeo. Ni virahisi sana watu kuungama, lakini kuyaishi yale maungamo ndio yanakuja kuwa nini, shida. Sasa lazima pia uone jitahidi kufanya nini, kuyaishi yale mambo ambayo umekwisha kuyatengeneza. Unaona, ni virahisi kabisa unakuja unatubu, lakini Mungu anachokitaka, anataka nini, uishi sasa nini, ile toba. Unaona, anataka ufanye ni uishi ile toba. Maandiko yanatuambia kwenye Methali, afiche dhambi zake atafanikiwa, bali aziungamena kuziacha ndo atapata rehema. Kuona kuja kukutanisha, kuona kuja kuona kwamba Mungu kitu ambacho anakitaka ni wewe kufanya ni kuacha dhambi zako. Maana yake anataka wewe uamue sasa kuacha nini, ile dhambi, uamue kuishi katika toba.
Unaona, ukishashi katika toba ndio utakuja kuona Mungu akifanya nini. Mungu akipita na shuka kwenye maisha yako, akikufungua. Kuna mahali akikuachia, maombi yako akipata kibali, vitu vyako vikienda vizuri. Kuna vingine vitu mnamwomba Bwana atoni matokeo kwa sababu ndani mwetu tumejawa ni dhambi, na hata pia tukiomba tunaomba kwa nia mbaya, tunaomba vibaya, lengo letu si mzuri. Sasa Mungu anakuja kuona hata akikutendea, anakuja kuona tu ya kwamba kwa hali ambayo uko nayo yeye Mungu akipata kwenda kukutendea, maana yake ni kama vile tu kuna hali fulani tutakuingilia, yamkini ya kujiinua, yamkini ya kujisifu. Maana yake kuna mali mengi ambayo yanamzuia Mungu kupata kwenda kutenda nini kazi pamoja na sisi, ama Mungu kujizirisha kwenye maisha yetu, ama sisi kuja kuona matokeo mazuri katika kutembea na Bwana. Kwa hiyo kuna mambo lazima tuyaache ili tuweze kuona matokeo mazuri katika kutembea na nani? Na Roho Mtakatifu. Sasa mtu wa Mungu lazima uwe mature, na lazima pia uwe na akili. Unaona? Hapo ndipo tutajikutanisha tunafanya nini? Tunaweza. Bila hivyo tutakuja jikutanisha tunashindwa. Lazima tufunguke macho, na lazima tuelewe hiki kitu ili tukue tunafanya, tukienda kuomba maombi yetu ya kuwa najibiwa. Hata tukienda kupigana vita, lazima vile vita tuje tunakuwa tunaona nini? Matokeo. Ukiona unapigana vita lakini uone matokeo, kuna mahali uko sawa. Lazima ujichunguze. Rudi tena magotini, mwambie Bwana kufunulie ni wapi kwenye uko sawa, uweze kutengeneza. Ukishajiona uko sawa kabisa, ukishakuwa sawa, ukienda kupigana vita utakuja unaona nini? Matokeo mazuri. Na lazima ndani mwako uwe ni mtu ambaye unakaa sana kwa maombi, unakaa sana katika neno. Ndio linakuwezesha nini? Kushinda nini? Dhambi. Na ndio linakuwezesha kushinda maisha ya nini? Matakatifu. Na ndio linakupatia direction na jinsi gani ya kupigana hivyo vita. Ndio linafungua fahamu zako na kukupatia ule upeo wa kuelewa zaidi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, lazima tuyazingatie mambo haya ili tuweze kukutana na Bwana. Amen.